Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tumuhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala na tumshukuru sana kwa kuwa ametupa fursa ya kuwa tuko hai mpaka hivi sasa. Kuna ndugu zetu tunaowapenda, marafiki zetu wa karibu kabisa na jamaa wakubwa kuliko sisi, au makamu yetu, au waliokuwa wadogo kwetu sisi, hawapo katika huu ulimwengu, wako ndani ya makaburi yao. Nitafakari jambo hilo. Fursa hii ya kuambiwa pengine maneno kama haya ya kuzindushwa, wao hawakuipata. Fursa hizi walizopewa na misimu hii ya kheri waliopewa, wao hawakuitumia. Kuna mambo yaliwashughulisha katika huu ulimwengu, walikuwa wako busy na mambo, ajira, utafutaji wa riziki. Walikuwa wako mbio sana, wanatafuta riziki. Utafutaji wa riziki ukawatoa katika njia, au ukawaghafilisha katika mambo ya kheri, mpaka wakajikuta wameingia kwenye makaburi. Hakuna hiyo riziki walikuwa ukitafuta ya maana walichotuachia hapa ulimwenguni, wala athari njema walioiacha, bali wamebeba mizigo ya madhambi. Tafuta kwenye familia yako watu unaowajua na kuwapenda wewe, watu wa karibu yako, waliokuwa wakubize katika mambo yao ya kilimwengu, kiasi ambacho ukimwambia jambo fulani ukamwambia, wajua bwana, maisha sasa hivi tuko beyond kutafuta maisha, wajua nikipata nafasi. Watafute wale watu, uangalie wameacha nini hapa ulimwenguni. Hicho cha maana ambacho walikuwa wao wakikimbilia, ni kipi cha maana walichokiacha, na hivi sasa wako ndani ya makaburi wamelala. Ukijitafuta namna hiyo utajipata vizuri sana. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Allah subhanahu wa ta'ala anawatahariza wanadamu na kuwaambia iko siku zote, alhaakumut takathur, kumewashughulisha na kuwapumbaza nyinyi wingi wa kutafuta mali. Huu wingi wa kutafuta mali huu umewapumbaza nyinyi, umewashughulisha nyinyi, hatta zurtumul maqabir, mpaka mkayaingia makaburi, mkayazuru makaburi, mkawa ni ashabi alqubur. Mbio nyingi kweli kweli, uwai ukiambiwa kaa hapa usome, wajua nitakuja baadaye, mimi mbio kabisa, una haraka wewe. Lakini ujue mbele yako kuna kaburi, ukijikwaa tu hapo waingie kwenye shimo hilo, na si bure. Hapo watu hawendi kupumzika tu kwamba mwache akalale salama. Hapo ni a'mal. Madha qaddamta li nafsik, umetanguliza nini kuitangulizia nafsi yako hapo? Fursa umepewa, ndio hii kwenda mbio namna hii. Sasa kwa nini sisi hatuile mazingatio kwa watu wetu? Kwa nini tunakata tamaa? Na sisi tushaondolewa mlango huo, tusikate tamaa. Wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma, Mola wako wewe ni mwingi wa msamaha, msamehevu mno, tena mwenye huruma. Ashaondoa pazi yenu, usikate tamaa, rudi kwake, atakusamehe ikiwa njia hiyo ishafunguliwa kwako. Ukiteleza, rudi kwake. Lao ingekuwa mambo hayo wamekuwa wakala wanadamu, basi watu wangepata taabu, pengine wangeadhibiwa hapa duniani kabla ya kufika akhera, kwa sababu ya dhambi wanazozifanya. Wanadamu ndio huchoka kusamehe. Umemkosea leo, kesho muombe msamaha, ukirudia tena muombe msamaha tena, alafu fanya kosa lile au jingine umuombe msamaha tena. Umuone mwanadamu walivyo, sivyo alivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeye apenda ukikosea uombe msamaha, kwa sababu ile tadhalluli utakayoonyesha kwake kwa yale makosa uliyofanya, yeye ndiyo anayoitaka. Kule kudhalilika na kujiona mnyonge, mimi nimekosea, nafanya hivi, mimi nimemkosea Mola wangu, wanyenyekea na kulia na kumwomba Allah, ataka ile, ataka fursa ile wewe uombe kila wakati, unyenyekee, ujione dhaifu, dhalili kwake. Fursa hiyo umepewa. Misimu ya kheri ndio kama hivi, mambo huzidishwa,
watu hulipwa kwa kawili. Allah hafanyi ubakhili kwa waja wake, utoa tu, tena umpa hata mudhnib almusii, Allah humpa. Sasa akikufungulia Allah mlango wa kufahamu maneno unayoambiwa yakakuathiri katika moyo wako, bushraka thumma bushraka, bishara ni yako. Lakini ukijiona kwamba maneno yote unayoambiwa vile ulivyokuwa leo na jana na juzi ndio hivyo hivyo, hali yako ni ngumu sana. Watakiwa sasa ulie juu ya kosa lako hilo, maana hilo ni kosa. Sasa mbona mimi niko vile vile sibadiliki? Muamala wangu uko vile vile, tabia zangu ndio zile zile, matendo yangu ndio yale yale, taksiri yangu katika ibada, uzembe katika ibada ndio ule ule, maneno yote ninayoambiwa mimi hayaniingii mimi. Hilo pekee kitakufanya wewe ulie, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie, kwa sababu hali yako hiyo ni mbaya. Lau ukifa katika